Okay? But wakati amekuja hata ndivyo zimeongezeka. Then yesterday unakuja kutuambia ati ya kwamba kuna moral, there is values and virtues that parents are not inserting on their children. Now nikaangalia tu nikajiuliza huyu anaongelelea nini? Sababu huwezi kuja kutuambia vile watoto wamelelewa vibaya na wewe unadanganya. Si tunajua ni hata mtoto wake ako na matatizo. Unaona? You cannot come to talk. Hiyo mgoka utameza sasa. Atakupiga utameza hiyo mgoka sasa. Not everybody who is understanding English. I have to use a language that everybody will understand. No. Tutulie. No market that will lack it's madman. Don't be madman of this. Wajua member. Market. Unajua vile tuko organize hivi ifurahishi cartel wengine. Ni kweli. So watu wakiwa tuko organize wanakuja wanatuvuruga. Lakini tutawapiga. Truly speaking. We will beat you. And arrest you. Proceed. Order. Thank you Mr. Speaker. Thank you Mr. Speaker. Wewe tutakupiga. Mtulie. No. Kaa chini ama ukalishi. Bado wewe unamtuma wa speaker. Tutakupiga. Kaa chini ama ukalishi kufunge. Mimi nasema hivi. Wakati Rigathi Gachagua alikuwa anatolewa, tuliambiwa ni mkabila, akaitwa majina. Oda bwana. Na tukaambiwa yeye ni mkabila. Lakini kwa mwezi wa Disemba tuliona ni nani mkabila ambaye aliteua Mutahi Kagwe, Kabogo, Derito Moreithi, Mwangi wa Iria na Peter Kenneth na huyu mwingine anaitwa nani? Riki Nyanjui. Kabogo wote wakachaguliwa kutoka kwa kabila moja. Na yeye alikuwa anatuambia huyu ndiye mkabila. Wakati Gachagua ametoka, ameenda kwa kabila moja, kwa eneo moja, amechukua wale watu wote, amewaleta kwa serikali. Ina maana hii nchi hakuna watu wengine ambao wangesimamia hizo nyadhifa mbalimbali ambazo amechukua wale. Lakini ni baada ya kugundua kwamba Wakenya hawataki zile sera ambazo wanauza. Hawataki uongo ambao wanakuja kuwapa. Ndio maana anakuja kurecycle readers from Central Kenya, Mount Kenya, Daraja Mount Kenya. Na ile kitu anafanya anataka akonganishe Mount Kenya East and West. Sababu wale watu wanateua ni wa pande hii. Pande ile wamewaacha. Lakini hiyo haitafanyika. Watu wako pamoja na watu wanapinga utawala mbaya. Hiyo tu. An idiot is an idiot. Huyu ni mlemavu wa akili. Unaelewa? 30 seconds. Thank you. Another thing that I want to make it here. Mimi, I personally am a peer counselor. And naweza saidia kwa mahali. Peer counselor kazi yake, I'm not a professional counselor. Mtu anaita mwingine mlemavu anaweza kuwa counselor. Ndio. Huyu ni mlemavu kwani hujui? Unless umekuja juzi hapa. Umekuja kutuchokoza. Wewe umekuja kuchokoza. Kwa nini umekuja kutuchokora baba? Unless umekuja leo, hujui huyu. Unless umekuja leo kwa hii bunge. Ndio mimi nasema mimi am a peer counselor. Na kama there is someone anajua mahali naweza enda kusaidia. Sitaki kulipwa kwa jela, kwa watu ambao mnasosana pale kinyumbani. Unajua we are experienced tough economic times. Kuna baadhi ya mambo mimi naweza saidia. Huyo hawezi sikiza. Huyo tumemalizana na yeye. Ndio mimi nasema in our society, if you know an organization that I can fit
naweza kuwa volunteer, naweza saidia kwa skills ambazo mimi niko nazo, naweza jitolea mimi mwenyewe. Nikimalizia hiyo ingine, kumesemekana this is a economic social movement, na hapa baadhi yetu, sinyamaze bro, baadhi yetu kuna watu ambao hawako kazi kama wewe. Sawa, na kuna wengine ambao wako na nafasi hizo za kazi ambao wanaweza ambia hawa wengine ambao wako jobless, be your brother's keeper. When you come here, usikuja hapa tu kumeki nini argument, silly argument like my friend here. Kuja na kitu inaweza saidia hawa watu wengine, ama ni aje? Because people are suffering. Our people are suffering here. Si ni kweli? Kama uko na kitu inaweza